Yaani nimechanganyikiwa ndugu yangu. Na nikikwambia nimechanganyikiwa kweli na maanisha. Kwa sababu haya mambo mimi sije kukutana nayo before. Nilikuwa nayaona tu huko kwenye mamovie, sijui Mashumileta, sijui Kihongwe. Kwa hiyo kiukweli hichi kilichotokea kimenichanganya sana ndugu yangu. Sijawahi kuona mtu anayayuka. Du, pole sana mwanangu. Sasa mpaka sasa hivi unafikiria kufanya nini? Sasa nifanye nini Ofeni? Na ndio maana nimekutafuta wewe, nimekushirikisha ili tuone utanisaidia nini. Kwa sababu yani kama maji tayari yameshanifika shingoni. Kwa sababu bila kupepesa macho, yule mwanamke anaonekana ni jini. Mbaya zaidi yule dem Mika nielewa. Alafu anachokitaka mimi niwe mume wake, yeye awe mke wangu. Sasa mbona hilo ni zari? Kama dem mwenyewe kakuelewa, alafu isitoshe ni jini. Aone kama unaweza kupata utajiri kupitia mwanamke. Sasa kwa nini ukatae? Wewe mwanangu unasema nini? Yaani mimi nikubali kuishi na jini? Yaani mpaka sasa hivi ninavyokuambia amenivunja babu Jongo afanye kazi. Yaani inamaanisha jogoo apande mtungi. Sasa nikiendelea kuwa nayo si ndo atanitoa roho kabisa? Kiukweli mimi siwezi. Sasa mimi nimekuelewa. Kama utakuwa na mwanamke, kuna sehemu naweza nikakupeleka. Kuna mtaalamu anaweza kukusaidia. Nilo jambo lako likaisha. Oya, uona uhakika na huyo mganga? Kwa sababu mimi mpaka sasa hivi nishajaribu hayo mambo ya waganga. Alafu dakika za mwisho yule mganga akageuka pale pale kawa jini. Kwa hiyo una uhakika nayo huyo mganga? Wewe niamini mimi. Wewe ni mtaalamu, ni kiboko. Alafu isitoshe ametokea Kongo, ni ndugu yangu. Yaani huyo mganga ni kiboko. Ashe kutumiwa radi, kaigeuza moto, kapigia ugali, kala. Basi atakuwa noma. Kama vipi twenzetu basi hata sasa hivi.